Mdau hapa amenipa swali la changamoto kidogo. Kuna jambo moja tulikuwa tunajadiliana naye, akaniambia dokta, ukitaka kugundua kwamba wanawake ni wachache, anza kutafuta mwanamke kwa ajili ya kumuingiza ndani au mwanamke wa kuoa. Anasema asilimia kubwa vijana wengi tunajidanganya kwamba wanawake ni wengi wazuri, na of course ni wengi, lakini ile moment unayotaka kutafuta mke, ile moment unayotaka kutafuta mtu wa kuweza kuishi naye miaka yako yote, ndipo utagundua kwamba wanawake au wake ni wachache sana. Kwa hiyo wanawake ni wengi, ila utakapohitaji mke, ndipo utagundua kwamba mwanamke mwenye vigezo vya kuwa mke hayupo au haonekani kabisa, kwa lugha nyingine. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo kila mwanaume anatakiwa atambue hili. Sio kitu rahisi. Haya makelele tunayoyasikia huko, watu wanateseka, wanaumia kwenye ndoa na nini, yote hii ni kwa sababu walifanya makosa katika chaguzi. Japo wapo waliofanya machaguzi sahihi, ila baada ya kuingia kwenye ndoa wakajeruhiana mioyo. Kwa kuna watu wanaweza wakanishambulia kama dokta, no, mimi nilifanya uchaguzi sahihi kabisa, niliolewa na mwanaume sahihi, nilioa mwanamke sahihi, lakini imebadilika tukiwa ndani ya ndoa. Kuna factors ambazo zinaweza kapelekea mke wako akabadilika, mume wako akabadilika. Kwa hiyo inatokea alikuwa ni mwanamke safi vizuri, anapenda Mungu, anafanya ibada, anafanya hiki na hiki, anautii wote, lakini ameingia ndani ya ndoa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vikampush au vikambadilisha mtazamo wake na tabia yake, kutoka kuwa mwanamke mwenye hekima na busara na kuwa mwanamke ambaye sio mwenye hekima, kutoka mwanamke ambaye alikuwa anamheshimu mume wake na kuanza kumdharau mume wake. Lakini sio hivyo, na upande wa mwanaume ni hivyo hivyo. Kuna baadhi ya wanawake wanaolewa na mwanaume ambaye ni sahihi, lakini anapoingia sasa kwenye ndoa, mwisho wa siku anarealize kwamba huyu mtu sio sahihi, ama kuna vitu ambavyo vinavyoanza kumbadilisha huyo mwanaume. Kwa hiyo amenipa somo, hata mwenyewe nimejifunza kitu kupitia hilo, naendelea kujifunza, na almost karibia miaka 15 kwenye ndoa, naendelea kujifunza vingi, na kila siku naendelea kuimarika polepole. Lakini hakuna ambaye ni mkamilifu. Dr. Kuboja sio mkamilifu, mke wa Dr. Kuboja sio mkamilifu. See you.